Karibu katika Katanga Sports channel ambayo inakupa taarifa mbalimbali za kimichezo na uchambuzi wake. Yote haya ni kwa ajili ya kuyapitia yale ambayo yamejiri katika medani hii ya michezo, na leo hii tunazungumzia kuhusiana na michuano ya vilabu barani Afrika, hasa kwa timu za Tanzania, ambapo Azam FC tumeona amecheza mechi yao, wamefanikiwa kupata alama 9 mechi yao dhidi ya AS Maniema, lakini pia tumeona Simba amecheza mechi yao ya heshima dhidi ya Petro Atletico kule Luanda, na tumeona jinsi ambavyo ama kwa hakika wamecheza mpira mzuri. Ni kwamba Simba hawana chao katika michuano hii, lakini pamoja na yote haya tumeona wametimiza azma yao ya kusema kwamba tunakwenda kucheza mechi ya heshima, na ndicho ambacho kimejitokeza. Mimi ni Omar Katanga na nitakuwa hapa na mchambuzi Azim Kanshorola ambaye yeye atatupitisha kitaalam kabisa kuhakikisha tunapitia michezo hii yote miwili, na ilikuwa ni michezo ambayo ama kwa hakika inavutia kusema kweli, kwa kuangalia bila kujali kwamba itakuwa na matokeo ya aina gani ama itakuwa na faida kiasi gani, lakini uwanjani tu mechi zilipokuwa zinachezwa na imeonekana makocha walikuwa wamezichanga vizuri karata zao bila wasiwasi wowote. Ukiangalia mfano mchezo wa kwanza ambao umechezeka kwenye ardhi ya Tanzania, New Amaan Complex, Azam walikuwa wenyeji wakimkaribisha AS Maniema Union, wamepata matokeo ya ushindi bao 1-0. Ushindi ambao unawafanya Azam FC kufikisha alama 9. Ni alama 9 ambazo ukiangalia kwa haraka Azam wanakuwa ni timu ya kwanza Tanzania kuweka rekodi ya kukusanya alama nyingi kwenye hatua ya makundi pale ambapo wameshiriki hatua ya makundi kwa mara ya kwanza. Timu ambayo ilikuwa na alama nyingi walikuwa ni Simba Sports Club msimu wao wa 2003. Walimaliza wakiwa na alama 7, lakini unaangalia mpaka sasa hivi ushindi wa leo wa Azam unawafanya wao kufikisha alama 9. Hizi alama 9 wakiwa wamesalia na mchezo mmoja. Sasa kwenye huo mchezo mmoja itategemewa hesabu ya matokeo yatakayopatikana baina ya Nairobi United watakapomkaribisha Wydad Club Athletics, lakini pia kusubiria mchezo wa mwisho ambapo Azam mwenyewe ataenda kumaliza na Wydad Club Athletics. Pale sasa ndo utakuja kujua hesabu vizuri mwisho wa siku ni nani ambaye anatakiwa kwenda hatua ya robo finali na nani ambaye anatakiwa kusaidia. Lakini so far so good, Azam FC wameonyesha ukomavu, kwa sababu kama ni hatua kwenye mchezo wa mpira wa miguu unasema yes, wamepiga hatua kukusanya alama 9 kwa maana ya kushinda michezo 3 kwenye kundi mbele ya michezo 6 ambayo unatakiwa kuicheza kwenye kundi. Ni kitu kikubwa kwa timu ambayo ndo wameshiriki na kuingia hatua ya makundi kwa mara yao ya kwanza. Unaizungumzia Azam chini ya kocha Florent Ibenge. Tangu alipokuja kujiunga na kikosi cha Azam, watu wengi walikuwa wanategemea kuona kwamba ni kocha ambaye kama amekuja kubeba zigo hivi, aivushe Azam katika matakwa ambayo wao wamejiwekea, kwa maana ya kwamba wachukue ubingwa ligi kuu, lakini pia wapeleke katika michuano hii katika hatua za mbali, michuano ya CAF. Ameanza vibaya kidogo katika upande wa ligi kuu, hajapoteza mchezo kwa maana ya kwamba imekuwa ni matokeo mabaya kwa upande wake, lakini kitendo cha kufanya hatua hii ambayo amepita ya ligi ya kombe la shirikisho, hatua ambayo amepita hii, manake inadhihirisha ukubwa aliokuwa nao, lakini pia vile vile ahadi ambayo aliiweka wakati anajiunga na klabu ya Azam mbele ya viongozi wake. Profile ya kocha Florent Ibenge inajieleza. Mshindi akiwa kwenye mpira wa Kongo, kaenda kashinda pia akiwa na timu ya taifa Leopard. Amefanya vizuri akiwa na RS Berkane kwenye mpira wa Morocco, kawapa ubingwa wa Confederation ambapo ndo wanashiriki Azam sasa hivi. Kafanya vizuri sio kwa kufika hatua ya finali akiwa na Al Hilal Omdurman, lakini unaelewa mazingira ambayo alikuwa anapitia akiwa kwenye mpira wa Sudan. Taifa ambalo alikuwa na ligi ya ndani, timu ikawa inahama kwenda kucheza michezo kwenye vituo tofauti. Wamehama kwenda kucheza ligi za nchi tofauti na pale ambapo wao wanatokea. Lakini ulipo unaiona Al Hilal Omdurman ni timu ambayo ilikuwa inapiga hatua, kwa maana wanafuzu, wanaelekea hatua ya makundi na wanavuka kuelekea hatua robo finali. Kwa hiyo kwa Azam FC kumwajiri Florent Ibenge, ulipo unaona adhima yao ya kuiona timu yao ikifanya vizuri kwenye mashindano ya kimataifa, ambapo bado walikuwa hawajaweka nembo ama alama kuonekana kama wanafanya vizuri. Kwa hiyo hiki ambacho kinaendelea sasa hivi ninaonyesha namna profile ya Florent Ibenge ilivyo, kwa sababu wamepita makocha wengi sana kwenye kosti ya Azam FC. Rashid Tausi ambaye ni mshindi wa kombe la Champions League, lakini wamepita wakina Yusuf Dabo
ambao wana profile kubwa, lakini haikuwezekana kwa upande wao. Lakini unaona namna ambavyo Florai Ibenge nje ya usajili ambao Azam FC wamefanya kwenye dirisha kubwa na dirisha dogo, lakini unaangalia namna ambavyo man management ya Florai Ibenge ilivyoweza kutengeneza kitu kikubwa kwenye kikosi cha Azam. Na hapa ndo utakuja kuona kwenye mashindano tofauti tofauti amekuwa akifanya mabadiliko ya kikosi kwa kiasi kikubwa ili kuweza kuwamanage wachezaji wote na kutengeneza daraja la ushindani ambalo litakuwa linakaribiana au liko sawa, ili aweze kuaccommodate kuwapata ubora wa mchezaji mmoja mmoja kwenye kikosi ambao utakuwa ni msaada mkubwa kwenye kikosi cha Azam FC. Sasa kikosi cha Simba chini ya kocha Steve Barker ameingia kocha na hali ambayo ya kikosi cha Simba ambavyo kinaonekana sasa hivi kinahitaji kweli kuunganika wachezaji. Wamesajili wachezaji wengi katika dirisha dogo hili, na ni wachezaji ambao wanaonekana na profile kubwa sana, kila mchezaji mmoja mmoja, kwa maana ni wachezaji ambao wana uwezo mkubwa sana. Tabu inayoonekana mpaka sasa bado kitendo cha kuunganika ndio imekuwa ni shida kubwa. Nadhani unaweza ukaiona Simba baada ya kumaliza haya majukumu ya kimataifa ikaonekana kuwa ni timu ambayo imejiunda vizuri na ni timu ambayo itakuwa na ushindani kuliko watu wanavyofikiria pengine. Ila pasina shaka inaweza ikawa hivyo, kwa sababu ukiangalia uwezo wa mchezaji mmoja mmoja unaonyesha kwa namna ambavyo wameingia kwenye kikosi moja kwa moja, lakini namna ambavyo kocha anajaribu kuwatumia kwenye kikosi chake. Hilo la kwanza ambalo linakuonyesha kama watakuja kupata muunganiko mzuri, zile pattern za kiuchezaji zikakubali ndani ya kikosi cha Simba. Simba wana timu ambayo wana wachezaji ambao wana uwezo wa kuunda timu ambayo ni imara. Kuna vitu viwili kwenye mchezo wa mpira wa miguu. Ndio unakuta kuna mchezaji ambaye ni bora maridadi ambaye anashindwa kufiti kwenye mfumo fulani. Lakini kuna wachezaji ambao uwezo wao uko kwenye daraja la kawaida, lakini kwa sababu ya muundo mzuri wa kiuchezaji waliotengenezewa wanaweza kufanya vizuri. Sasa kwa wachezaji ambao wamesajiliwa na Simba wanaonekana kwa asilimia kubwa ni wachezaji ambao wanaweza wakafiti kwenye mfumo wa kocha Steve Barker. Ukiangalia michezo ya ligi kuu, lakini michezo ya Champions League ambao tayari hao wachezaji wametumika, wanakuonyesha kwa kiasi kikubwa wanaenda kutekeleza kile ambacho kocha Steve Barker anawaelekeza. Ndio maana unaweza ukaanza kuona kuna baadhi ya vitu hata kama ule mtiririko sahihi kwa maana ya uwezo wa mashambulizi au namna timu inavyozuia unakuja unakosekana kwa maana ya kukosa ile cheni muendelezo wa kile kinachofanyika. Lakini kuna vitu ambavyo vinaendelea vinajirudia. Maana yake hata kama wachezaji wanakosea, unaona wamekosea kwa sababu wamefanya hichi kitu mazoezini, mchezaji husika amejaribu kuonyesha uwezo wake binafsi nje ya kile ambacho kaagizwa na benchi la ufundi. Kwa hiyo muda kadri ambavyo unaendelea unaiona Simba kama muunganiko utakuja kukamilika kwenye kikosi. Wana wachezaji ambao ni imara ambao wanaweza wakatengeneza timu ya ushindani. Kwa hiyo ndio kuniambia kwamba hii Simba hii ikiunganika, yani ule muundo ambao kocha Steve Barker atakuwa anautaka kwa hao wachezaji aliokuwa nao, itakuwa ni zamu ya Yanga sasa kuchezea kichapo kama ilivyokuwa Simba kwa mfululizo ule, si ndio maana? Katika mazingira ya kubashiri hivyo inaweza ikawa ni ngumu kidogo, kwa sababu ukianza kumzungumzia Young Africans mbele ya Simba unaizungumzia Young Africans team, lakini ukija kuizungumza Simba unazungumzia wachezaji. Kuna tofauti baina ya wachezaji na timu. Wachezaji ndio wanaunda timu, lakini sasa mchezaji akiwa yuko peke yake kwenye kikosi atahitaji msaada wa wengine. Young Africans wao anaweza katoka mchezaji mmoja akaonekana, wanaobaki wakafanya vizuri kwa sababu wamekaa pamoja kwa muda mrefu, wanajua namna ya kucheza. Bila shaka basi ni kwa uchache tu tumesema tukudokezee kidogo haya ambayo yanajiri katika michuano ya vilabu barani Afrika. Tumemulika Azam FC, lakini pia tumemulika Simba kwa namna ambavyo mambo yanakwenda. Tutaendelea kukupa uchambuzi na tathmini za hapa na pale katika medani ya michezo. Hii ni Katanga Sport.